إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chukua fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alkadhalika sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu katika imani, tukiwa katika mfululizo wa nasaha zetu kila mara baada ya sala, nianze na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia sura ya mwanamke ambaye aliyokuwa yeye anafuma ukili. Kila anapofuma, anapofika mwishoni ufumua, anaanza tena upya. Yani wale wanaoshona mikeka, kwamba anashona mkeka wake, kila unapofikia ukingoni aufumua, aanza tena upya kufuma mkeka ule. Mwenyezi Mungu anatuambia wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Tusiwe mfano wa huyu mama ametumia nguvu kubwa katika kuandaa mkeka, lakini unafika mwisho ule mkeka anaanza kuufumua. Kwa nini nazungumza haya ndugu yangu katika imani? Pamekuwepo na mazoea katika ufanyaji wetu wa ibada. Mtu inawezekana akaanza vizuri ndani ya Ramadhani 10 la kwanza, lakini kwa kadiri ya Ramadhani inavyotoweka ndipo ile imani yake inaporomoka. Tulitaraji kwa kadiri ya kwamba Ramadhani inavyoweza kutoweka ndipo huyu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala imani iweze kuongezeka. Mtume wetu alayhi salatu wassalam alipatapo kutueleza ubora wa ibada itakayekuwa ndogo lakini yenye kudumu. Mashallah, vijana wapo wengi misikitini hivi sasa wanakithirisha, lakini kwa kadri ya siku zinavyoweza kutoweka misikiti inaanza kufanyaje? Naanza kupwaya. Tunafanya ibada kimazoea. Uislamu unatuzuia tusifanye kitu kimazoea, na hasa katika jambo zima la ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitolee mifano, na hii mifano itupatie picha. Yule mja mmoja ambaye aliyokuwa anamuona kila siku mwenzake anafanya maovu, ile bwana anampa nasaha, bwana usifanye hivyo, Allah amekataza. Siku ya pili tena amwambia usifanye hivyo. Siku ya tatu anamkuta lile la jana ndilo alifanyalo leo. Huyu anayenasihiwa akasema, abu'itha alayya raqiba, wataka kunambia wewe umetumwa na Allah uje unifuatilie mimi ninachofanya ndani ya maisha yangu? Huyu bwana mlinganizi akasema, la yudkhiluka Allahu aljanna, Mwenyezi Mungu hatakuingiza peponi wewe. Kwa hivyo ulipofikia, Mtume anatueleza katika hadithi hii al-Qudusi ya Allah subhana, anasema Allah, aina almutaali alayya, yuwapi anayeniapia mimi eti huyu hatoingia peponi? Kad ghafartu lahu wa ahbattu an malah, nimemsamehe huyu ataingia peponi, na yeye ndiyo atakayeweza kuingia katika shimo la moto wa jahannam. Ndugu yangu katika imani, hizi ibada tunazozifanya kama tutaziendesha kimazoea, tuachane na hayo. Na ili tusiendeshe ibada kimazoea, tuende kutafuta elimu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Utafutaji elimu ni jambo la lazima na si jambo la hiari. Baadhi ya watu leo inaonekana elimu anatakiwa kusoma mtoto mdogo. Naomba niwaulize swali wazee hapa na ndugu waumini kwa ujumla. Mtume alimuoa mama Khadija, mtume wetu akiwa na umri gani? Miaka 25 naambiwa. Yule mke aliolewa alikuwa na umri gani?
40 Huyu mume na yeye paka anafikisha miaka 40, mke anakuwa na miaka mingapi? 55 Miaka 55 mama Khadija anapiga goti kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, anajifunza elimu yake. Mtu leo na miaka 40 akwambia nisome nini bwana mimi hapa? Sio usome nini, soma angalau usifanye ibada kimazoea. Niwatolee mfano katika mazoea ya watu, baadhi ya misikiti na baadhi ya waumini huona ile sijida ya mwisho ndani ya sala, sijida ya mwisho unamkuta mtu anatumia paka dakika 5 au 3. Fikhi ya sala ipo hivyo. Swala inatuambia rakaa ya mwanzo iwe ndefu kuliko inayofanyaje, inayofuata, na ndivyo rukuu na ndivyo ilivyo sujudu. Kwa kadiri unavyopunguza ndipo ule kiwango kinafanyaje, kinapungua. Lakini leo ile sujudu ya mwisho, sijida ya mwisho ile imamu anaweza kaitandika, unasema hapa anaomba gari, anaomba ndege. Sasa tunafanya ibada kimazoea. Uislamu unatuhimiza tufanye ibada zetu kwa utambuzi, na wallahi elimu ina fadhila jamani, elimu ina fadhila kubwa. Ukitambua umuhimu wa hayo, nitolee baadhi ya mifano ambayo wenzetu walivyokuwa wamekosa lakini walikuwemo darasani. Mfano mmoja, Abu Hanifa rahimahullah. Abu Hanifa alikuwa anatoa darsa la tahara. Lile darasa la tahara, mtu mmoja akauliza mara baada ya kumaliza, Sheikh samani, hivi ninapooga ndani ya mto natakiwa nielekee kibla au nielekee wapi? Umeenda kuoga ziwani hapo, fiki inatutaka tuelekee kibla au tuelekee wapi? Abu Hanifa akaona hii leo darasa la tahara limeeleweka leo, mashaallah. Akamwambia unatakiwa uelekee kule ulipokuwa umevua nguo zako. Hata ukimwona mtu anachukua nguo zako unaweza ukamwona yule. Ni nini? Huyu mtu alijenga mazoea ya kwamba hata ninapooga natakiwa nielekee wapi? Kibla. Sasa Abu Hanifa anamwambia hapana, kule ulipovua nguo kule ndipo tazama. Anamtoa na ile dhana aliyokuwa nayo. Tazame Sheikh Uthaymeen rahimahullah, alikuwa anatoa darsa linaloeleza dosari za wanandoa zinapojitokeza. Wanandoa wana haki, mmoja wapo ana haki ya kutengana. Kwa mfano labda maradhi yanaibuka, gonjwa la ukimwi, Allah tuhifadhi nalo, na maradhi mengine ya ambukizi. Wana haki ya watu kufanyaje? Kutengana. Mwanafunzi alipomaliza pale akamwambia Sheikh samani bwana. Sheikh Uthaymeen akaona kuna nini leo? Je, nimemuoa mwanamke, nimeenda naye ndani, namkuta mke wangu ana mapengo, mwanzo sikujua, lakini nimeenda ndani namkuta mke wangu ana nini? Ana mapengo. Je, kwa dosari hii naweza nikamwacha mke wangu? Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kama unavyomjua mashaallah, haliman waquran, alitabasamu sana. Akamwambia inna hadhihi imra'atun jayyida, huyu ndio mwanamke mzuri uliyopata. Fa in hadatha bainaka shabik, ikitokea mgongano wote mnataka kupigana, fa innaha la ta'udhuka bi asnaniha, hawezi akakutia jino huyu kama mnapigana. Atakwambia pole mme wangu, pole mme wangu. Meno yenyewe analitolea wapi? Mazoea aliyokuwa nayo, alijiaminisha ya kwamba dosari ya pengo mtu anaweza akafanyaje? Hatufanyi hivyo ibada zetu. Ibada inataka utambuzi na maelekezo aliyotuelekeza Allah na aliyotuelekeza mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kama ndivyo tumeelekezwa ndani ya Ramadhani, tudumu ndani ya taa, tudumu ndani ya mazingira ya tarawehe. Itakuwa ni ajabu kuonekana tarawehe hii kwa kadri ya siku ninavyoonekana watu wanakatika. Kama ilivyozoeleka enzi zile, ibada ya 6 min Shawwali, ile siku 6 ndani ya mfungo mosi, kwamba ni ibada ya watu wazima, wazee tu. Vijana watakiwa kufanyaje? Watakiwa kufunga. Ndugu Waislamu, nachelea kile alichokisema mmoja mwalimu wangu. Kulikopo na imamu mmoja alisema, leo tutaswali kupitia surati al-Baqara, sura ya ng'ombe. Na surati al-Baqara ina juzuu karibuni 3. Wazee wananiambia, mashekhe, imamu atarukua hapa, imamu atarukua hapa, atarukua hapa, atarukua hapa, na leo si mchezo. Swala ikaisha ile. Kesho yake imamu anasema, jamani, leo tutasoma surati al-Fil, sura ya tembo. Jana ng'ombe tumeondoka saa 5. Huyu tembo leo tutaondoka saa ngapi? Mwalimu wangu aliponiambia haya nilipata tabu. Lakini imethibiti kwa wema waliotutangulia, ikiwemo Fudhail ibn Iyadh rahimahullah. Fudhail ibn Iyadh alitangulia mbele na kuwasalisha umma, akasoma surati al-Fatiha vizuri. Alipomaliza surati al-Fatiha akasoma surati al-Mursalati, wal mursalati urfa fal asifati asfa. Kuna aya inasema hivi, alam nuhlikil awwalin, hivi hawakuangamia watu wa mwanzo? Wallahi kulikuwa na maamuma mmoja yupo safu ya kwanza pale, akaona mimi ndipo safu ya ngapi? Si safu ya kwanza hii. Na imamu kasemaje? Alam nuhlikil awwalin, hawakuangamia watu wa mwanzo. Alitoka safu ya kwanza taratibu akaja safu ya pili. Imamu hajui, maana sema watumbia visogo. Aya inayofuatia, thumma nutbi'uhumul akhirin, kisha wanaofuatia. Imamu kanifuata paka huku. Aliacha sala na kwenda kulalamika. Wakati ule mtawala ni al-Amin au Ma'mun, utawala wa daula al-Abbasiyya. Ni madhara ya kutosoma na kuendesha ibada kinini, kimazoea, kichwa mchunga wanaita. Lakini huyu Fudhail ibn Iyadh rahimahullah alionekana anasalisha tena sala nyingine, akasoma surati al-Fatiha vizuri. Baadaye akasoma surati al-Mulki, tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akagusa aya za mwishoni kule, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya au rahimana, hivi unaonaje Mwenyezi Mungu akaniangamiza mimi na wale nilio nao? Hivi waliokuwa nao imamu ni nani? Basi alitokea maamuma mmoja ipo nyuma kule, ahlakallahu wahdaka, Mwenyezi Mungu akuangamize wewe peke yako. Ma dhambul akharin, kosa la wengineo ni nini? Wewe inawezekana umeiba, umezini, wajijua, sisi tumemkosea nini? Kumbe wala sipo alipokusudia nani? Tufanye ibada kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa dakika moja au mbili, kuna kipengele cha Shomari hapa ya masala ya talaka. Unajua Waislamu sisi kusoma huwa jambo zuri sana, yaani kusoma dini kunatusaidia sana katika maisha yetu, kwa sababu mfumo wetu wa maisha katika mlango wa ibada lazima watu wasome. Juzi hapa kuna ndugu yetu mmoja, mkewe alinijia akanielezea changamoto nyingi sana, yani baina yao nyingi. Nchi ya nchi tukaandika barua, bana mche Allah, huyu mwanamke ishi naye kwa wema, kadha 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 kadha. Almuhimu yule mwanamke akanijibu, bana huyu mwanaume bana imeshindikana tena.
Yani kila nilichomwambia ana shekhe wake. Na huyu mwanamke mimi ndo nilimfungisha ndoa. Basi nikamwambia haina shida. Tulivyoona tabu, nini unachotaka wewe sasa? Hatua ya mwisho. Sasa mimi nimemchoka kabisa. Yaani mimi bana nikafanya khul'i. Kwa sababu khul'i, kujivua mwanamke, ni haki yake ya kimsingi. Ana haki hiyo anapoona malengo yafani hayapo. Dalili, mke wa Thabit radhiyallahu anhu alikwenda kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, nikimtaja mume wangu labda katika dini, yani dini yeye ana taksiri katika mambo ya dini, nitasema uongo. Nikisema tabia yake ya kimaumbile tu nitamsingizia. Yani ni mwanaume aliyekamilika katika kila section, lakini mimi tu nimechukia kuishi naye. Mtume akasema, kama ni hivyo mrejeshe mahari yake, na yule alikuwa ametoa shamba. Na mwanaume hana haki ya kusema bwana mimi bana. Mwanamke akishatimiza masharti hayo kwa kadhi, basi ni haki yake mwanamke kimsingi. Sasa bahati mbaya, unaweza moja katika dua ambazo mtu anaweza kuomba afu zisikubaliwe dua zake. Yani mtu anaomba dua afu Allah hakubali dua yake. Mtume sallam kataja thalatha yad'una Allah fala yustajabu lahum. Watu aina tatu wanamuomba sana Allah dua, lakini Allah hakubali dua zake ya mtu huyu. Miongoni mwao watu watatu, wa rajulun kanat indahum ra'atun sayyi'atun khuluqi falam yutalliqaha. Ni mtu ambaye anaishi na mwanamke mwenye tabia mbaya, ovu, haswali, mwanamke ana matatizo, ambo kadha, afu mwanaume hampi talaka. Anabaki mama watoto, tumetoka mbali, mwajua mimi navumilia tu kwa sababu ya watoto na nini. Yeye mwanamke aswali, mwanamke anakufanyia uovu kwa wazazi wako, wewe kadha, wewe umebaki tu, tumetoka mbali, atabadilika. Wewe kila ukinyanyua mikono inakataa. Sasa ingelikuwa ni haramu mtu angezungumza haya maneno? Na Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu laysa alaykum junahun idha talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Enyi ambao mloamini Allah, laysa alaykum junah, nyinyi hamna ubaya pindi mtakapoacha wanawake. Angelikuwa Allah anachukia talaka, angesema hakuna ubaya. Isipokuwa tunasema si vizuri kutoa talaka, sio vizuri kama hakuna sababu, sio vizuri. Lakini tusifike mahala mtu kwenye kutoa talaka akaona kama anafanya madhambi makubwa. Yani jambo hili lipo kisheria, na wanawake wanapodhulumiwa sana. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.